Bwana, mambo ni vipi mwanafamilia wangu unayenisikiliza time hii hapa kupitia hapa ACR Media Plus. Ni muda mwingine poa tunakutana kuweza kubadilishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kujiri kwenye viunga mbalimbali. Kama kawaida yetu sisi tunakusanya taarifa huko na tunakuja kukusogezea moja kwa moja kupitia hapa ACR Media Plus ili naye uweze kuhabarika na kufahamu yale ya kimichezo ambayo yameweza kukupita. Sasa siku hii ya leo bwana, niko na taarifa hapa kutokea kwenye viunga vya Wekundu wa Msimbazi Simba kuhusiana na masuala mazima ya usajili. Kama ninavyofahamu, klabu ya Simba katika kipindi cha dirisha dogo la usajili waliweza kucheza karata dume kweli kwa kupata nyota mbalimbali na muhimu ambao wamekuja kuongeza nguvu katika timu yao hiyo kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Hapa nazungumzia wachezaji kama kina Liba Segue, Anicent Oura, Inos Loemba, wakina Jibila Kasari, Kratos Chota Chama, Nixon Kibabage. Hizo zote ni sajili ambazo kwa namna moja ama nyingine zimekuja kutoa mchango chanya kwenye kikosi hiko cha klabu ya Simba kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Sasa kwenye kuelekea kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili, mnyama mapema ameanza tena mabara yake ya kutafuta nyota mbalimbali watakaokuja kuongeza nguvu kwenye kikosi hiko cha klabu ya Simba, hususani kwenye kuelekea kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili ambalo itafunguliwa mara baada tu ya msimu wa 2025-2026 kuweza kutamatika. Na unaambiwa kwamba klabu ya Simba tayari wamekushaweza kuanza mazungumzo na nyota mbalimbali ili kuweza kuangalia uwezekano wa kuja kuwaleta na kusaini mikataba ndani ya timu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa miongoni mwa wachezaji ambao mpaka sasa hivi naarifiwa tayari mambo yako freshi ni huyu hapa mchezaji ambaye jina lake niko nalo hapa, anayefahamika kwa jina la Idi Nado. Bwana, taarifa ilonifikia muda huu hapa nami nikasema ni vyema niweze kukuhabarisha na kukujuza ili naye uweze kufahamu kile kinachoendelea ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba, hususani katika kuelekea kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Kama ninavyofahamu, vilabu mbalimbali vinaanza kuwatumia maskauti wao kwenye kutafuta wachezaji ambao watakuja kuongeza nguvu kwenye vikosi vyao hivyo kuelekea kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Kwa upande wa mnyama, yeye tayari macho yake yamekwisha anza kuangaza hapa na pale kwenye kutafuta wachezaji ambao watakuja kuongeza nguvu kwenye kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba, na jina la mchezaji Idi Nado tayari lipo kwenye rada la timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na taarifa nilokuwa nayo hapa inasema ya kwamba klabu ya Simba imekushaweza kukamilisha usajili wa mchezaji Idi Nado ambaye anaweza kucheza nafasi ya winga ya pembeni katika eneo la ushambuliaji. Ujio wa mchezaji huyu Idi Nado katika kikosi hiko cha klabu ya Simba unalenga kuongeza nguvu ya ushambuliaji hususani kwenye eneo la mwisho ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba, lakini pia uhodari na umaridadi wa mchezaji huyo kucheza eneo la pembeni kwenye uwanja akiwa na kasi, lakini pia ufundi na uwezo mkubwa wa kupenya kutokea pembeni. Hivyo ujio wake ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba utakuja kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji kwenye kikosi hiko cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia sehemu muhimu, lakini pia mchezaji huyu amekuwa ni sehemu muhimu ya kikosi cha kwanza cha timu ya Azam FC tangu aweze kusajiliwa mnamo mwaka wa 2019 mpaka sasa hivi. Ameweza kutoa mchango wa magoli mbalimbali, lakini pia uzoefu wake kwenye ligi za ndani na hata kwenye michuano ya kimataifa. Hivyo klabu ya Simba wanalenga kumtumia mchezaji huyu katika michuano mbalimbali kuanzia ligi kuu, lakini pia michuano ya kimataifa ambayo klabu ya Simba watakwenda kushiriki. Sasa ujio wa nyota huyu kwenye kikosi hiko cha klabu ya Simba utaenda kuongeza ushindani wa namba katika nafasi za pembeni. Kama ninavyofahamu, ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba mpaka sasa hivi kuna nyota mbalimbali wenye uwezo mkubwa wa kucheza nafasi ya pembeni. Hapa namzungumzia mchezaji kama Liba Segue ambaye amethibitisha hilo akionyesha uhodari wake na ubora wake katika michezo kadha wa kadha. Lakini ukiachana na mchezaji Liba Segue, hapa naenda kumzungumzia mchezaji kama Anicent Oura ambaye pia na yeye ameingia kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili, lakini ameonyesha mabara mazito anapokuwa uwanjani akitokea pembeni. Ukiachana hao wachezaji, lakini pia kuna mchezaji kama Elie Mpanzu Kibisawara. Hao wote wana uwezo wa kulimudu eneo la pembeni ambalo Idi Nado na yeye anamudu kucheza eneo hilo la pembeni. Hivyo uji wake ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba hautakwenda tu kuongeza
kasi ya ushambuliaji kwenye eneo la mwisho, lakini pia utakwenda kuongeza upambanaji katika kikosi hiko cha klabu ya Simba, hususani kupambania namba ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Simba, ukizingatia nafasi ambayo mchezaji huyu Idi Nado anacheza anapokuwa uwanjani, anacheza kama winga. Hivyo kuingia kwenye kikosi hiko cha klabu ya Simba kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili kutakwenda kuongeza chachu ya kupambana unapopewa nafasi ya kocha, ili uweze kumwaminisha na uweze kupenya moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza cha timu ya Simba Sports Club. Bwana, hayo ndio nilikuwa nataka nikujuze na kukusogezea sasa hivi ili uweze kufahamu kile ambacho kinaendelea ndani ya kikosi hiko cha mnyama muda huu hapa ninavyozungumza na wewe. Una maoni gani mwanamchuzo wangu kuhusiana na hiki? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii yanaandikwa subscribe.